Tulipotoka hospitali, mwanangu alikuwa yuko salama na viungo vyake vyote. Tulifika tukampumzisha humo ndani. Sisi tukawa tumetoka tukakaa hapa, lakini alikuwa salama na viungo vyake vyote. Ila tu ghafla tunakuta mtoto hana pua. Kimeniathiri sana tu sana, kisaikolojia nimeathirika. Kwa sababu ni swala gumu. Mwanangu mimi sawa kafariki, nimekubali mipango ya Mungu. Sasa hiyo pua tena hapo, kwa nini isiwepo? Mungu yeye kaamua kunichukulia mtoto na kiungo pia au? Baada ya kupigiwa simu majira kama ya saa 8 na mtoto akiwa mama, huku tumepata msiba, mjukuu kafariki. Nimefika hapa nikakuta hapa mna watu, huku chumbani giza, mimi nikapitiza moja kwa moja huku nalia. Nimefika kule tumelialia. Baadaye nikawa namuuliza mtoto ameumwa nini, mbona ghafla hivi? Akasema yeye alishikwa tu na kifua. Haya, mtoto yuko wapi? Yuko kule. Sasa nyinyi mtakaaje huku mtoto yupo kule? Sio vizuri. Maiti siku zote wage naangaliwa kwenye ulinzi. Akasema sawa bibi, inuka kamuone. Kwa kuwa umekuja mwenyewe nenda. Nikawa nimeinuka na Rose tulikuwa tumekuja kukuta huku giza. Nikamwambia Rose, washa simu tumulike. Basi nikawa namnyosha hapo, kwa sababu binadamu akifariki kabla hajapoa huwa anakuwa tepetepe. Kwa hiyo akipoa anakauka. Nikaanza kumnyosha viungo vya miguu na mikononi. Sasa baadaye nimfunue, nimweke kichwa vizuri. Kufunua hivi ndo nakuta pua hamna. Mimi nikaanza kupiga kelele, jamani njoni muone maajabu. Huko nalia, jamani maajabu, huko nalia, ndo akawa amekimbia watu kuja huko ndani. Kweli kuja kuangalia hapo pua ya mtoto haipo. Hiki kitendo nimekishangaa sana, nitangu nimefikia umri huo. Tukawa tumesikia kelele humo ndani, yule mama na kutoka nje anapiga kelele, jamani njoneni muone maajabu haya. Yaani njoneni muone maajabu, kitendo kilichofanyika hiki, njoneni muone. Sasa anapiga kelele na huko analia, ikabidi sisi tukaondoka hapo kwenda sasa. Kufika ndo kumfuata mpaka ndani, ndo kutufunulia ile nguo. Hebu angalieni marehemu walivyomfanya kitendo hiki. Hiki kitendo ni sawa hiki. Kumfunua hivi ndio kuona amekatwa pua yote wameikata. Kwa kweli yani tuna masikitiko makali sana. Maana ni jambo ambalo hatujawahi ona. Japokuwa mimi nimefika umri huu na nimeota nywele mbili, sijawahi ona kitendo kama hiki. Tumesikitishwa na hili jambo na tukaliwaza kwamba aliyefanya hivi kwa kweli kusudi lake ni nini? Mimi nimefika msibani hapa leo, ilikuwa saa 2 usiku. Nikakuta bibi yake na mama wa marehemu. Anasema jamani, hata kama mtoto amekufa ndo awe na pua hana. Wote tukashangaa. Hana pua Tukaingia chumbani. Kufika kweli kafunua mtoto hana pua yote hii, wameikata pua, ni mashimo tu ndio yanaonekana na nyama nyeupe ya mtoto. Kile kipande chote cha pua kimekatwa, kimeondoka. Kwanza ni tukio la kusikitisha sana ambalo kwa namna moja ama nyingine linaleta hali ya sintofahamu hasa kwenye jamii. Tukio la mtoto huyo ambaye anakadiriwa kuwa na miezi 6 mpaka 5, ambaye inasemekana kwa maelezo ya mama yake mzazi kwamba toka siku ya juzi alikuwa anasumbuliwa na kifua. Kwa hiyo ni tukio ambalo kidogo linaleta sintofahamu, linachanganya. Tumewasiliana na jeshi la polisi na yeye pia amefika kwenye eneo la tukio, kwa wameweza kuchukua mwili na wanaendelea na upelelezi. Jana tulipokea mwili wa mtoto mchanga wa miezi 5. Mwili huu ulikuwa ni wa mtoto ambaye anaonekana pua yake imeondolewa kwa kukatwa na kitu chenye ncha kali.